Ni Jumapili nyingine ya tarehe 8 mwezi wa pili mwaka 2026. Watu mbalimbali wamekusanyika mahali hapa kanisa la Ufufuo na Uzima Morogoro kwa ajili ya kumwabudu Mungu, na hapa tuna watu wachache ambao tutawasikiliza jambo gani wamelipata kwenye ibada ya leo. Hapa tuna mtumishi wa Mungu ambaye amejumuika kwenye ibada ya leo. Tunaomba utuambie somo la leo umejifunza nini, mtumishi wa Mungu? Kwa kweli somo la leo nimejifunza vitu vingi sana, na nimeona kwamba kuja hapa kuna kujifunza vitu vingi sana kuliko ulivyokuwa ukitarajia. Kwanza nimejifunza neno la Mungu, nimejifunza kuhusu wokovu, nimejifunza mambo mengi kweli. Nimejifunza jinsi watu wanavyofunguliwa. Mtu amekuja amehangaika siku nyingi, lakini nimeona leo nimeshuhudia mtu anafunguliwa hapo, anasema amepona wakati amekaa amezunguka hospitali wapi na wapi, lakini hajawahi kufanikiwa. Unawaambia nini ambao wamekosa ibada hii ya leo? Waliokosa ibada ya leo, ninawaambia kwamba bado nafasi bado ipo, kwa sababu nimejaribu kuulizia hata mimi watu hapa, nimesikia wanasema kwamba hapa ni moto kila siku huko. Kwa hiyo kwenye Jumapili tena moto utawaka zaidi ya huu. Kwa hiyo nawakaribisha wote waje tu tushiriki pamoja. Nadhani tuna mama hapa ambaye pia leo amejumuika pamoja nasi kwenye ibada ya leo. Mama, unatokea mahala gani? Mtangazaji, kwanza ni kushukuru kwa kunipa nafasi hii. Mimi natokea Mafisa kwa Mandi, ni takriban kilomita 15 au 20 hivi. Kilicho kufanya uje kwenye kanisa hili la Ufufuo na Uzima Morogoro ukaacha kwenda sehemu nyingine zote ukaja mahali hapa ni kitu gani hasa, na kati makanisa yako mengi? Ni taarifa ambazo nimezipata kwa muda mrefu juu ya hili kanisa, na nimekuja nimeshuhudia vizuizi vya kishetani. Nimefungwa kwa muda mrefu, nimetegemea wachungaji wengi, nimetegemea watu wanaojiita manabii, lakini nimegundua kwamba anayezuia mambo yangu nisifike kwenye hatima yangu, nisifunguke, ni shetani. Na nimejifundisha namna ya kumshughulikia shetani, na ili kwamba niweze kufanikiwa ni lazima nifanye mahusiano na Mungu ili nipate kibali cha kumshughulikia shetani. Na kuanzia leo shetani hana kitu kwangu. Jamani, mambo yako huku, msidanganyike. Yesu wa kweli yuko hapa, neno lenye nguvu liko hapa. Mimi naitwa Mwangomo na nimetokea Mkundi Mwisho. Kilichofanya mama kuja kujumuika pamoja na wenzako katika kanisa la Ufufuo na Uzima toka huko ulipotoka ni jambo gani haswa la tofauti ambalo limekufanya uje katika kanisa la Ufufuo na Uzima Morogoro Mkundi Minara Mitatu? Ni muda mrefu sana huwa nasikia kanisa la Ufufuo na Uzima kwamba wanarudisha msukule, kwamba hata ndoa zilizopotea zinarudishwa, afya iliyopotea inarudishwa. Kwa hiyo kimsingi na mimi nikafuatilia, nikasema na mimi nataka nikaone yale ambayo yamepotea katika maisha yangu niweze kuyapata. Ndoa ile ambayo naona sielewe haijakaa vizuri, najua nitakapofika kule nitafanikiwa, kwa sababu nimeona ni watu wengi sana nao wanakwenda huko, na mimi nimeshuhudia siku ya leo watu wamefunguliwa, watu wamepona, watu waliokuwa hawapo kwenye miili yao wameweza kurudishwa. Kwa hiyo nimeshuhudia, nami naamini kwamba hapa ni mahali sahihi na sitaweza kwenda popote ili niweze kufanikiwa na niweze kusaidia na wengine waje wafanikiwe mahali hapa, na maana mahali hapa kuna ushindi na uzima tele. Unapenda kumwambia jambo gani yule ambaye amekosa ibada ya leo? Yaani yule aliyekosa ibada ya leo nampa pole, lakini bado nazidi kumwambia kwamba asichoke, kwa sababu ibada zipo Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Siku bado zipo na huduma ipo kila siku, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi. Mchungaji yupo kanisani na watumishi wengine wote wapo. Kwa hiyo huduma zipo na watapona, watasaidiwa. Asante sana mama, na karibu tena kanisa la Ufufuo na Uzima Mkundi Minara Mitatu. Na kijana, sijui ndugu yetu unaitwa nani? Mimi naitwa Samuel Constantine. Unatokea wapi? Mimi natokea Mazimbu. Umetoka Mazimbu kuja kanisa la Ufufuo na Uzima Mkundi Minara Mitatu. Somo la leo lilikuwa linahusu nini? Somo la leo lilikuwa linasema kuondoa vizuizi vya shetani. Vipo vizuizi vingi sana ambavyo katika maisha ya mwanadamu mara nyingi sana vinaweza vikamfanya mtu asiendelee. Wakati mwingine unaweza ukafanya kazi, wakati mwingine unaweza ukafungua duka likafa, wakati mwingine unaweza ukaona ndoa ikaharibika kwa sababu